mara moja na ikashtua sana. Because in those countries in Europe, they've never seen the power of God. Kwa sababu katika nchi kama hizo baadhi yao hawajaiona nguvu za They were Bwana. very, very shocked at what the Lord was doing. Walishtuka sana kwa kile ambacho Bwana alikuwa akifanya. But here in Kenya, we have so many miracles we cannot even count them. Lakini hapa Kenya tunazo miujiza mingi sana hata hatuwezi kuhesabu. So let us be faithful to the Lord. Kwa hivyo wacheni tuwe waaminifu kwa The Lord Bwana. has done so much through his mightiest prophets in this land. Bwana ametenda mengi sana kupitia manabii wake wakuu sana katika nchi hii. Everybody has a testimony here Kila mmoja wetu ana ushuhuda of how mahali the hapa. Lord has blessed you, helped you, healed you, delivered you. Kwa kila ambacho amekusaidia, amekubariki, amekuponya, amekukomboa. I'm very sure if I was going to welcome each and every one of you to give testimony what the Lord has done in your life, we would be a whole month here giving testimony. Nina uhakika kabisa nikiwapa kila mmoja nafasi ya kuja ashuhudie kile ambacho Bwana amemtendea mahali hapa. Najua itachukua muda wa mwezi mmoja tukitoa shuhuda. So we have all the reasons to go back to Jehovah and to say thank you. Kwa hivyo tunazo sababu zote za kurudi kwake Jehova na kumwambia asante. We owe the Lord a thank you. Bwana anatudai shukrani. And it is biblical. Na ni ya kibibilia. When the Lord does a big thing, even in Israel, they had their Thanksgiving celebration. Wakati wote Bwana angetenda jambo kubwa hata kule Israeli, walikuwa wakitoa shukrani. And the biggest and most powerful miracles ever in the history have happened in Kenya. Na muujiza wa kihistoria mkuu sana ambao umewahi kutendeka huko hapa Kenya. I remember when before the mightiest prophets of the Lord came and began ministering in Kenya here. Najua kabla ya manabii wakuu wa Bwana wakuu waje na kuanza kuhudumu hapa Kenya, Many of us, wengi wetu we were lost in sin. tulikuwa tumepotea dhambini. And even our lives were very miserable. Na hata maisha yetu yalikuwa ya upweke kabisa. I remember those days when we were in sackcloth crying and repenting before the Lord. Nakumbuka siku hizo tulikuwa tumevalia vazi la gunia tukitubu na kulia mbele za Bwana. There were no people who had cars among us. Hakukuwa na watu ambao walikuwa na magari miongoni mwetu. We didn't have, even our lives were very difficult. Hata maisha yetu yalikuwa ni magumu sana. But look, after we followed the voice of the Lord, Lakini angalia sasa baada ya kufuata sauti ya and Bwana. after the mightiest prophets of the Lord blessed us and we repented from our sin. Na hata baada ya manabii wakuu wa Bwana kutubariki baada ya sisi kutubia dhambi zetu. Look now how the Lord has blessed each and every one here. Sasa tazama jinsi Bwana alivyotubariki kila mmoja wetu mahali Even hapa. our jobs, our families have been blessed by the Lord. Hata makazi zetu na jamii zetu zimebarikiwa na Bwana. We are different now. People are shining here. I see everybody is Watu shining. wanapendeza hapa, wanaangaza, naona kila mtu akipendeza. You all look like very big people, like ministers, like honorable members of parliament. You look now very well. Munafanana ama munakaa watu waheshimiwa kama mawaziri na hata wabunge. But initially we were not like that. Lakini hapo awali hatukuwa hivyo. Wengine wetu tulilala kwa mitaro tukiwa walevi. Hallelujah. Hallelujah. Tushangilie Bwana Yesu. So that is a very big thing. Kwa hivyo ile ni jambo kubwa What the sana. Lord has done in our lives, Kile ambacho Bwana ametenda maishani and what He has mwetu. done in the nation of Na Kenya, kile ambacho ametenda katika taifa la Kenya. we must prepare very, very well to present our thanksgiving before the Lord. Ni lazima tujiandae vema kabisa kuwasilisha shukrani zetu mbele za Bwana. And the leaders who are coming there will represent all of you. Na viongozi ambao watakuja mahali kule watawakilisha nyinyi nyote. And will present even the miracles from around here to the Lord. Na pia watawasilisha miujiza kutoka maeneo haya kwa Bwana. That is very mighty to shangilia Bwana. Hiyo ni kuu sana, tumshangilie Bwana. Hallelujah. Hallelujah. So blessed people, Kwa hivyo watu wabarikiwa. the Lord has loved us. Bwana ametupenda. The Lord has blessed us. Na Bwana ametubariki. The Lord has healed our Na sick. Bwana ameponya dhambi zetu. And He has removed us from shame. Na ametutoa kutoka kwa aibu. Ama mnaonaje? Vile tulikuwa sio vile tuko saa hizi. Imekuwa utofauti kubwa sana. Lazima tuone yale Bwana ametenda kupitia wanabii wake ni mambo makuu mazito sana. Even our young men, they look very
powerful, very strong, very presentable before the Lord. Hata vijana wetu wanaonekana wakiwa wa nguvu sana, wakiwa wanajiwasilisha vizuri kabisa mbele za Bwana. Wakati vijana wengi huku nje wanakufa na ulevi na usharati, wale wako kwa nyumba ya Bwana wanang'aa kabisa na wanasonga mbele na wanabarikiwa. Hallelujah. Let us clap for the Lord. Wacha tumpigie Bwana makofi. The Lord has done mighty, mighty, mighty things in our lives. Bwana ametenda mambo makuu maishani mwetu. That is why I want to give you enough time to make sure you support the thanksgiving of the Lord. Ndiposa nataka niwape muda wa kutosha muhakikisha mmefadhili shukrani za Bwana. Because I even talked to Dr. Catherine, who's in charge of the food. Kwa sababu pia nilizungumza na Daktari Catherine ambaye alikuwa amesimamia idara ya chakula. There's a lot of food that is needed. Kunahitajika chakula kingi sana. But the money for buying the food is not even there yet. Ili hali pesa za kununua chakula bado hazijapatikana. And she's saying tomorrow we need to slaughter 10 cows, 50 sheep. Na anasema kwamba kesho tunahitaji kuwachinja ng'ombe 10 na hata kondoo 50. Ziko wapi? Tutachinja hewa kweli? Sijaziona na pesa kuzinunua sina. Kwa hivyo leo lazima niende na ng'ombe 2, 3, 5 ama kondoo kadhaa. Pia nini mnaweza peana kwa sherehe kuu ya ushukrani ya Bwana. Lazima tujiandae, kila kanisa tumwambie Bwana Yesu asante kwa wale ametutendea. Hallelujah. Hallelujah, tushangilie Bwana. So make sure you also have the worship extravaganza in free area. Kwa hivyo muhakikishe kwamba mnayo ibada mfululizo hapa free area. Because a big center here, there are many people living around here. Kwa sababu ni eneo ambalo ni kubwa ambalo lina watu wengi wanaoishi mahali hapa. And the worship will touch their hearts. Na ibada itaguza mioyo yao. And chase away the demons. Na ifukuze mapepo. And people will receive the Lord. Na watu watampokea Bwana. Let us clap for the Lord. Tumpigie Bwana makofi. We love worshiping the Lord sana sana. Napenda kumwabudu Bwana sana. Hata na wao watoto wangu tunapenda kuabudu Bwana kila wakati, na mimi naona nikiabudu Bwana nasikia roho yangu iko na amani, naona ya kwamba uwepo wa Bwana iko karibu nasi. Kwa hivyo tumwabudu jamani kila wakati. Hallelujah. Tushangilie Bwana Yesu. Asante sana the powerful worship team from this church. Asante sana kikundi cha nguvu cha wanaibada kutoka kanisa hili. For the powerful ministry you are doing. Na hata wacheza vinanda kwa ibada ya nguvu ambayo mnaifanya. But let's do it outside also. Lakini wacha tuifanye pia kule nje. Tunaweza abudu pale nje pia, watu wa sokoni pia waguzwe na uwepo wa Bwana. I might join you one day for the extravaganza if I'm around. Huenda nikaungana pamoja nanyi katika ibada mfululizo nikiwa karibu. Let us clap for the Lord, blessed people. Sasa wacha tumpigie Bwana makofi, watu wabarikiwa. This is a time to celebrate the doings of the Lord. Huu ndio wakati wa kusherehekea matendo ya Bwana. To celebrate the miracles of the Lord. Na kusherehekea miujiza ya Bwana. This is a time to thank the Lord. Huu ndio wakati wa kumshukuru Bwana. And this is also a command in the Bible. Na pia na hii ni amri kutoka kwa Biblia. That we may always come back to thank the Lord. Ya kwamba kila wakati ni vyema turudi na kumshukuru Mungu. For the great things he has done. Kwa mambo makuu aliyoyatenda. The Bible says in the book of Psalms chapter 9. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi mstari wa 9. From verse 1. Kuanzia mstari wa kwanza. I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. Bwana, nitakutukuza kwa moyo wangu wote. Nitayasimulia matendo yako yote ya ajabu. I will be glad and rejoice in you. I will sing the praises of your name, O Most High. Nitafurahi na kushangilia katika wewe. Nitaliimbia sifa jina lako, ewe uliye juu sana. My enemies turn back, they stumble and perish before you. Adui zangu wamerudi nyuma, wamejikwaa na kuanguka mbele zako. In this psalm, King David is giving us a very important secret. Katika Zaburi hii, Mfalme Daudi anatupa siri ya muhimu sana. He is promising the Lord that he will thank the Lord and tell everybody of the wonderful deeds the Lord has done. Anatuambia kwamba alimwahidi Bwana kwamba atamshukuru Bwana na kumwambia kila mtu matendo ya Bwana aliyoyatenda.
That is the work of the Lord. Hiyo ni kazi ya Bwana. If the Lord has healed somebody here, Bwana amemponya mtu hapa. do we have the healed of the Lord here? Je, tunawaponya Bwana hapa? Are they here? Je, wako hapa? If they are healed of the Lord in this church, we must tell everybody of the wonderful deeds the Lord has done. Ikiwa kunao waponya Bwana mahali hapa, lazima tuambie watu wote kile ambacho Bwana, matendo makubwa ambayo Bwana ameyatenda And to hapa. thank the Lord Na kumshukuru for the Bwana great things he has done. kwa mambo makuu aliyoyatenda. King David knew that. Mfalme Daudi alijua kwamba, And he says, I will be glad in verse 2 and rejoice in you. I will sing the praises of your name, O Most High. na anasema ya kwamba mstari wa 3 kwamba nitafurahi ndani yako na kulimbia sifa jina lako ewe uliye juu sana. Halafu mstari ya 3 nasema adui wanatoroka. Hebu soma mstari ya 3. Alafu mstari wa 3 anasema adui zangu wamerudi nyuma, wamejikwaa na kuanguka mbele zako. Wakati mfalme Daudi anatukuza Bwana na kutangaza matendo makuu ya Bwana na kumshukuru Bwana na kuabudu Bwana kwa moyo wako wote, adui wanatoweka, wanatoroka, wanakwisha, wanachomeka, wanahama, wamekosa nguvu. Kama adui zako bado wanakusumbua, ama kama shetani bado anakusumbua, jiulize, je, umemshukuru Bwana na kutangaza matendo yake makuu kweli, ama ukuwa na mastori zingine? Hallelujah. As children of God, kama watoto wa Mungu, the Lord expects us to glorify him. Bwana anatutarajia tumtukuze In everything we say and do. katika kila jambo tunalolisema na kutenda. That whatever we do may glorify the Lord. Ya kwamba chochote tufanyalo kimtukuze Bwana. That whenever we talk, we may talk about the great things the Lord has Ya done. kwamba wakati wote tunenapo, tunene matendo makuu ambayo Bwana ametenda. Cripples are walking. Viwete wanatembea. Blind eyes have been Na opened. macho vipofu imefunguliwa. Many big things have happened. Na mambo mengi yametendeka. The Lord expects us to glorify him and to talk about his wonderful, mighty deeds. Bwana anatutarajia tumtukuze, kisha tuzungumze makunena matendo yake ya ajabu. And to worship him. Na kumwabudu. And to praise him. Na kumsifu. And then the enemy will be defeated. Kisha adui atakuwa ameshindwa. Hallelujah. Umejua sasa namna ya kushinda adui. Ikiwa adui anakusumbua, jiulize, kweli kweli ulishukuru Bwana kwa matendo yake mkuu? Kweli kweli ulinena kuhusu matendo yake makuu? Kweli kweli ulimwabudu na shukrani na moyo ya furaha? Hiyo ndio kazi ambayo inashinda adui. Tukitenda hayo, tutakuwa karibu na uwepo wa Bwana na adui anatoroka. Adui yoyote, iwe ni uchawi, iwe ni shetani, iwe ni mapepo, iwe ni whatever, hata wakora wataokoka, watatoroka. That is why I'm telling you, we must do our worship extravaganza here in Free Area. Kwa hivyo ndipo sana nawaambia ni lazima tuwe na ibada yetu ya mfululizo hapa Free Area. So that the people out there can be delivered from sin. Ili kwamba watu kule nje wakapata kukombolewa kutoka kwa dhambi That they zao. come closer to the Lord. Na wamkaribie Bwana. And worship the Lord. Na wamwabudu Bwana. And be set free. Na wawekwa huru. From the enemy. Kutoka kwa adui. From the evil spirits. Kutoka kwa maroho machafu. From the drunkardness. Kutoka kwa ulevi. From the immorality. Kutoka kwa uasherati. Hallelujah. Hallelujah. That is why we must go out now. Ndio posa lazima tutoke nje These are sasa. the end time. These are the last days. Hizi ndio siku za mwisho. Before the Messiah comes. Kabla ya Mesia kuja. We have a very, very short time. Tunao muda mfupi sana. To reach the entire area of Free Area, Nakuru, and everywhere for the Lord Jesus. Kufikia maeneo yote ya Free Area kwa Bwana wetu Yesu Kristo. So let us not just hide ourselves inside the house of the Lord. Kwa hivyo tusije tukajifiche tu hapa ndani ya nyumba ya Let Bwana. us take our worship also out there. Na tuchukue ibada yetu pia na kule nje. The powerful worship we are enjoying here. Na ibada ya nguvu sana ambayo tumefurahia mahali hapa. Let us reach out to the people living out there who are lost in sin. Wacha tukaipeleka kule nje na kuwafikia wale watu ambao wamepotea katika dhambi. That is a great commission. Hiyo ndio tume ama misheni kubwa. That is a command
the Lord Jesus gave Na us. hiyo ndio amri ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alitupa. We must go out, Lazima tutoke nje. talk about the wonderful deeds of the Lord. Tuzungumze ama tunene kuhusu matendo makuu ya How the Lord Bwana. has raised cripples and healed many people. Jinsi Bwana alivyowainua viwete na kuwaponya watu wengi. That is the work of the Lord that we must do now. Hiyo ndio kazi ya Bwana ambayo lazima tuifanye sasa. Even as we prepare to bring our thanksgiving before the Lord. Hata tunapojiandaa kuleta shukrani zetu mbele za Bwana. Let us also do it around in the neighborhood here. Let them also know the great things the Lord has done. Wacha tuifanye pia katika maeneo yanayotuzingira mahali hapo, pia wakapate kujua matendo makuu ambayo Bwana ameyatenda. Let them also be blessed by the worship. Pia na wao wacha wabarikiwe na ibada. Hallelujah. Haleluya. I want to read another scripture if you can allow me. Nataka nisome andiko lingine ikiwa mtaniruhusu. A very powerful scripture. Andiko la nguvu sana. That is Psalms 136 Katika Zaburi 136 from verse 1. kuanzia mstari wake wa kwanza. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, fadhili zake zadumu milele. Give thanks to the God of gods. His love endures forever. Mshukuruni Mungu wa miungu, fadhili zake zadumu milele. Give thanks to the Lord of lords. His love endures forever. Mshukuruni Bwana wa mabwana, fadhili zake zadumu milele. To him who alone does great wonders, his love endures forever. Kwake yeye peke yake atendaye maajabu makuu, fadhili zake zadumu milele. Who by his understanding made the heavens, his love endures forever. Ambaye kwa ufahamu wake aliziumba mbingu, fadhili zake zadumu milele. Blessed people, Watu wabarikiwa, we must learn to have a thankful heart. lazima tujifundishe kuwa na moyo wa shukrani. A heart that honors the Lord. Moyo ambao unamheshimu Bwana. A heart that glorifies the Lord. Moyo ambao unamtukuza Bwana. Sometimes the devil puts other things in our heart. Unajua wakati mwingine shetani anaweka mambo mengine mioyoni mwetu. Sometimes the devil wants you to think about other things. Na wakati mwingine pia shetani anataka uwazie mambo mengine. He wants you to think about who has wronged you, who has hurt you, who has abused you. He wants to think about evil and wickedness of the world. Anataka uwazie mambo maovu ya dunia. Ni nani aliyekukosea, nani aliyekuumiza, ni nani huyo ambaye alikutendea mabaya. Shetani hataki ukumbuke yale mambo makuu yenye Bwana amekutendea ili usije unamshukuru Bwana. Anataka akuonyeshe tu mambo mengine machafu, ukumbuke tu, oh, fulani amenitusi, fulani amenidharau, fulani ameniibia, fulani amenikosea. Hiyo sasa ndio kazi ya shetani, aweke wazi kama ile ndani ya moyo wako. Ile moyo wako sasa ikuwe na uchungu. Na hiyo uchungu ni pepo ya shetani. Lakini Biblia inasema pana, toa hiyo takataka kwa moyo. Wewe kumbuka yale matendo makuu yenye Bwana alitenda, na utangaze hiyo na usifu hiyo na umshukuru Bwana. Wacha nikupe mfano uelewe hiyo maandiko inamaanisha nini kwa maisha yetu. Kwa mfano, shetani anaweza tuma mtu, hata kama ni rafiki yako ama yule anafanya kazi pamoja, akuletea maneno ya kufisha moyo, maneno ya kuumiza moyo. Haleluya. Akwambia, unasikia huyu mzee fulani anaongea mbaya sana kuhusu wewe, anasema wewe ni mjinga, wewe ni mkora, whatever. Wewe umwambia shetani, wacha nikwambia, viwete wanatembea, vipofu wanaona, kwa jina la Yesu. Bwana amenibariki, Bwana ameniokoa, ameokoa familia yangu, ameponya watu wetu. Mimi namshukuru na shangilia. Peleka chafu yako mahali pengine. Roho yangu ni wa Yesu, sio wa mapepo ya uchungu ya mambo ya ulimwengu. Haleluya. Ikiwa na hili mambo ya kumsifu Mungu na kumshukuru Mungu, adui anatoroka.
Lakini adui anataka kuweka vitu vichafu ndani ya moyo wako. Badala ya kukumbuka, Bwana Yesu amenitendea makuu. Bwana Yesu amenibariki. Hata amenisaidia nimepata kazi nzuri. Hata amenibariki na familia mzuri. Hata amenibariki na nyumba nzuri. Hata chakula nimekosa lakini siku hizi amenisaidia. Hata wengine amepona. Hata mimi labda nimekuwa na ugonjwa nimepona. Shetani hataki ukumbuke hiyo. Anataka kuchafua moyo. Ufikirie, nani amenitusi, nani ameniibia, nani amenidharau. Hapana, hapa ndio vita vya kiroho iko. Moyo wako sio store ya kuweka takataka ya shetani. Moyo wako ni mahali pa kuweka utukufu wa Yesu na uwepo wake. Haleluya. Tushangilie Bwana. Haleluya. Najua ulimwengu imejaa dhambi, imejaa uchafu. Kuna kazini unatukanwa na watu, hata labda kwa familia wengine wanakutusi, wengine wanaongea vibaya, wengine wanakukosea. Hiyo si shida. Maana Mungu atauliza siku moja, kwa nini wametenda hiyo dhambi? Hiyo si shida yako na hiyo si shida yangu. Hiyo usiweke kwa moyo wako. Kwa sababu hiyo sasa ndio ile silaha ya shetani. Anataka akufunje moyo. Akufunje nini? Unajua moyo ndio nafsi yetu. Moyo ndio binadamu. Hii mwili ni kama nguo tu ambao moyo inavaa. Moyo ikifunjika wewe kwisha. Wewe sasa umekuwa maiti ndani ya moyo. Hata kama bado uko hai tayari umekufa. Hata unakaa tu kama maiti. Bwana sema unawasalimia mzee, Bwana sifiwe. Nini mbaya? Hata siwezi sema, wacha tu. Umekuwa maiti na gani uko hai juu moyo imefunjika. So shetani kazi yake ni kukufunya moyo. Anataka kuweka uchafu na dhambi za binadamu na za ulimwengu ndani ya moyo wako. Usikubali hiyo ujinga. Hapana. Usikubali hiyo mtego. Hapana. Usikubali kuweka mambo ya machafu ya dunia moyoni mwako. Haleluya. Haleluya. Maana moyo ikifunjika, ikichafuka, itaingia mbinguni kweli? Moyo chafu unaweza ingia mbinguni? Itabaki hapo. Hapana, mimi sitakubali moyo wangu ichafuliwe na ujinga ya binadamu, ama na dhambi zao, ama na madharau yao. Mimi nimeamua niweke matendo makuu wa Jehova ndani ya moyo wangu. Niweke shukurani ya Bwana ndani ya moyo wangu kama mfalme Daudi. Alikuwa na wadui wengi, wanamshambulia, wanampangia mabaya, wanamzengenya, lakini yeye anasema mimi tamsifu Bwana na mshukuru na moyo wangu wote na kutangaza matendo makuu ya Jehova. Na adui anatoroka. Adui ameshindwa. Vita vya kiroho iko ndani ya roho. Vita ya kiroho iko ndani ya moyo. Shetani anataka kuchafua wewe moyo. Fulani leo hajanisalimia. Fulani ameniongelesha vibaya. Fulani amenitusi. Fulani hata ameniignore. Hata nimekuja kanisani hapa hakuna mtu amenisalimia. Hata wakati nilipata shida hakuna mtu amenitembelea. Hiyo ni takataka zote za shetani ya kuua moyo wako ili uingie jehanamu. Usikubali. Hapana. Hapana. Usikubali uweke ujinga ya shetani moyoni mwako. Wakati shetani anakuambia, unaona fulani amekutusi, ona fulani hajakusalimia, mwambie shetani, Yesu ni Bwana. Ameinua viwete, vipofu wanaona, viziwi wanasikia. Mimi nimeokoka. Watu wamepona kwa jina la Yesu. Namshukuru Bwana, namwabudu Bwana. Adui umemaliza yeye sasa, umemua. Ameisha. Amepoteza sasa nguvu yake yote. Bwana, nguvu ya shetani ni kukudanganya na kukuchafua moyo. Hana nguvu ingine. Akisha chafua moyo wako, wewe sasa unaenda jehanamu tu. Hata ukuji kanisani. Watu wengine wanakaa nyumbani, msiko nini hii wiki sijakuona? Hapana. Hata siwezi ongea. Ujua huyo moyo huyu jamaa ishapigwa mishale na baba wachafu ya shetani, na amekubali kudungwa na mauchungu na mapepo.
Usikubali. Dunia ni mbaya. Ukiwa mtoto wa Mungu lazima watakudharau, lazima shetani atakuinda, watu wanakukosea. Hiyo kitu usijali hiyo. Wewe angalia matendo makuu ya Bwana Yesu Kristo, aliyemwaga damu msalabani, akatupenda sana sana sana, akapeana uhai wake kwa ajili yangu na yako. Kwani kuna upendo kuu kushinda hiyo? Sasa nahitaji upendo wa binadamu kweli? Nini munipende munidharau, hiyo ni shida yako. Mimi najua Yesu ananipenda, ameniokoa, ameniponya, ameponya wengi. Mimi namshukuru, namsifu, namshangilia. Haleluya! Kwa hivyo hiyo shukrani inaponya moyo wetu na nafanya adui atoroke, aibike, ashindwe. Hey! Tushangilia Bwana Yesu. Haleluya! Hey, kwa hivyo kwa nini unaweka takataka ya shetani ndani ya moyo wako? Itakusaidia na nini? Mtu anakaa tu, anakaa kama amekauka. Unamwangalia hata kwa nyumba yake anakaa tu. Kuna nini ndugu? Kuna naona unakaa kama huna furaha. Niko tu sawa. Ujua hiyo moyo umeuliwa tayari mapepo. Na anahitaji akombolewa na okoke. Haleluya! Shangilia Bwana. Haleluya! Hey! Kwa hivyo shukrani ni dawa ya kuponya moyo zetu. Umeona? Kama unasema mimi nasumbuliwa na mawazo mengi, mimi moyo wangu umekuwa mzito, mimi kuna huzuni, niko na shida mingi, watu wananidharau, watu wananizengenya, watu wananitusi, wengine wananiibia, hata familia yangu wamenikataa. Wacha nikupatia dawa. Dawa ya hiyo ugonjwa yote ni kushukuru Bwana na kutangaza matendo yake makuu. Haleluya! Na moyo itapona, na wewe utaingia mbinguni, na Bwana atapata utukufu na sifa, na shukrani zetu na ibada zetu itakubalika mbinguni. Haleluya! Usikubali mpendwa, kama Bwana amekuchagua kuwa worshiper, shetani anataka kuua moyo. Unajua huwezi abudu Mungu kama moyo ni mzito. Si ni kweli? Huwezi imba kama moyo ni mzito. Maana shetani hataki ucheze keyboard ama uimbe, anataka achafue moyo wako. Ana make sure at least kuna mtu fulani amekutusi, kuna mtu fulani amekuumiza, ndio moyo ukauke hivi. Alafu pastor anakuambia, nani fulani, si you need to worship. Moyo wangu leo. Hapana, usikubali hiyo mtego. Usikubali hiyo uongo ya shetani. Wacha tuweke mambo makuu ya Bwana moyoni mwetu. Matendo yake makuu, ushindi wake mkuu, upendo wake mkuu ijai moyoni mwetu. Kila wakati tunatangaza matendo makuu ya Bwana. Kila wakati tunamshukuru Bwana Yesu. Kila wakati tunamwabudu. Shetani akataka kuchafua moyo, utamfukuza shetani. Wewe shetani, mimi sijui mambo yako, mimi najua Yesu ni Bwana. Wacha nikuimbia nyimbo moja. Bwana Bwana Yesu ninakupenda, asante sana Bwana Mwokozi wangu. Unasema nini? Fulani amenitusi. Wow, mimi sitaona haya. Hivi tutamshinda. Hiyo ndio utapata ushindi. Hiyo ndio ushindi, kushinda adui. Kama unataka kujua kumshinda, hiyo ndio njia ya kumshinda. Haleluya! Haleluya! Nikiabudu Bwana, basi nikimshukuru, nakuta moyo wangu iko safi, imepona. Hii mambo yote mazito ya dunia tuachie Bwana. Anasema njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Niliwasomea hiyo mstari siku nyingine, mnakumbuka? Sasa hiyo mzigo ya matusi ya dunia na nini wewe achie Yesu. Wewe shukuru Mungu. Shukuruni Bwana. Ni za milele. Shukuruni Bwana.
Ukimshukuru Bwana, moyo imepona, shetani ameshindwa, na wewe utaingia mbinguni. Maana bila moyo safi hatuwezi ingia mbinguni, wapendwa. Haleluya. Umejua sasa umuhimu na nguvu ya kumshukuru na kumwabudu Jehova. Hiyo ndio inashinda adui. Hiyo inafanya mapepo inatoroka. Na ndio sababu hata worship tupeleka hapa sokoni, tupeleka kwa center pale chini, ili hata wajirani wetu waweze kumshukuru Bwana na kukombolewa na mapepo na madhambi na kubadilika na kuokoka. Haleluya. Haleluya. Tushangilie Bwana Yesu. Usikubali shetani akudanganye atachafua moyo wako. Hivi vitu ndogo ndogo ya dunia hii. Tunajua dunia imeanguka. Tunajua katika siku za mwisho dhambi imezidi. Tunajua binadamu iko na shida mingi, kila mtu ana shida zake. Wewe usitegemea hiyo, tegemea Yesu. Na fadhili zake ni za milele. Ni za milele. Wacha warafiki wa dunia watakuacha tu. Lakini Yesu hawezi kutuacha milele. Tushangilie Bwana Yesu. Haleluya. Haleluya. Usiweke binadamu ndani ya moyo wako, weka Yesu ndani ya moyo wako. Mnielewa vyema? No pastor, mimi siwezi kuja hii kanisa tena. Kwa nini ndugu dada, nini mbaya? Fulani amenifanyia madharau, hata usiku silala nakumbuka tu yeye. Kwani unaweka huyu mtu moyoni mwako badala ya kuweka Yesu moyoni mwako? Kuna shida gani hapa? Wacha tuokoke, Yesu atawala moyo yetu, na sio mambo ya binadamu na sio mambo ya ulimwengu. Tutoa mambo ya dunia ndani ya moyo, tukaribishe Roho Mtakatifu, tukaribishe Bwana Yesu, tukimwabudu, tukimshukuru, tukimsifu, tukimwambia asante sana Bwana Yesu. Hey. Kwa sababu saa zingine hata kuna haja kuhubiri, unaabudu Mungu tu, na shetani mwenyewe unatoroka tu, na hata haonekani tena, hata ujui amepita shimo gani, amepita dirisha ama milango ama wapi, ametoweka tu. Tunaabudu tu Mungu na unaona mapepo zimeenda wapi, sijaziona tena. Kumbe kuna nguvu kwa kumshukuru na kutangaza matendo makuu ya Jehova. Hiyo ndio silaha zetu za kushinda adui. Hiyo ndio silaha zetu za kuingia mbinguni. Hiyo ndio silaha zetu za kuleta hata wengine katika ufalme wa Mungu, katika wokovu. Haleluya. Sijui kwa nini Bwana ameniweka kwa moyo niseme hii neno tu leo hapa. Labda kuna watu walikuwa na moyo ambao umefunjika ama imekwazika kidogo, lakini wacha leo tutubu hizo dhambi, turudi kwa Bwana Yesu, tuanze kumshukuru, tuanze kusifu yeye, tuanze kutangaza matendo yake makuu na kusahau yale mabaya ambayo shetani anataka kutendea. Maana haina faida. Si shida yako. Kama mtu fulani amekukosea, hiyo ni dhambi zake, atailipa mwenyewe. Kama hata tubu, ataenda jehanamu naye. Hiyo ni shida yake, sio yako, na sio yangu. Haleluya. Haleluya. Sijui kama umejifunza kitu kwa hii mstari. Wangapi umejifunza kitu kimoja ama kingine kwa hii mstari tumesoma hapa? Asante Bwana, wabariki sana wapendwa. This is a very powerful church here at Free Area. Hili ni kanisa la nguvu sana hapa Free Area. Na ikiwa moyo wako pengine umechafuka na mambo moja ama lingine, saa zingine dhambi imeingia ama kikwazo, tunaweza omba pamoja na turudie Bwana Yesu, ili tukianza shukrani zetu tupate kibali chake. Haleluya. Haleluya. Leo sina mahubiri, nilisema tu mistari chache, na nimesoma mistari na nimemaliza. Nataka tuabudu Bwana. Wapi watoto wetu hapa? Tulid kwa worship moja, tukisimama alafu tuombe pamoja. Haleluya. Haleluya. Pole, nitakuja kuhubiri wakati mwingine. Leo tuna kazi mingi kuandaa Thanksgiving celebration. Hata mimi nilikuwa na shughuli tumechelewa, lakini wacha tumwabudu Bwana, tuombe, alafu tuendelee na kazi. Haleluya. Wacha tuabudu Bwana. Vijana wetu watuongoze hapa.
tunapoendelea kumwabudu Bwana, wale wangependa kutubu dhambi na kumpokea Bwana Yesu, ikiwa pengine moyo wako umechafuka, imekuwa na uzito, ama labda kuna mahali umeteleza, umerudi nyuma, umewachana na Bwana Yesu, na leo ungependa kutubu na kumrudia Bwana, uje hapa mbele ili niomba na wewe kabla ya kuondoka. Wale wangependa kumrudia Bwana siku ya leo, ili Bwana akuoshe, aoshe moyo wako na damu yake takatifu, kuzonga hapa ni waombe pamoja. Kama kuna mtu yote angependa kutuma makokoka, ningependa tuombe pamoja baada ya worship hiyo. Karibuni sana kwa jina la Yesu. Tuna Bwana ili tufanane naye, ili tufanane na Bwana Yesu, tuingie mbinguni wapendwa.
pamoja. Ikiwa kuna mwingine yote angependa kurudia Bwana Yesu na kufanana naye, msonge karibu tuombe pamoja. Maana hizi lazima niondoke na kazi mingi sana. Basi tuombe pamoja, funga macho, inua mikono, tuombe pamoja wapendwa. Let us pray together. Rudia maombi nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, natamani kufanana nawe. Siku ya leo ninatubu dhambi zangu zote. Tazama Bwana, nimekosa mbele zako. Moyo wangu imechafuka. Na siku ya leo ninatubu kila dhambi. Unajua moyo wangu vyema sana. Unajua mahali nimepotea na mahali nimekosa. Siku ya leo ninatubu mbele zako. Naomba unisamehe. Unioshe na damu yako takatifu. Unitakaze na uniokoe kutokana na dhambi, kutokana na mapepo. Niondolee tamaa mbaya na unijashe na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, nakukaribisha ndani ya moyo wangu kama Bwana na Mwokozi. Chukua mamlaka ndani ya moyo wangu. Nitumie Roho Mtakatifu aingie ndani yangu na niongoze ili niweze kuingia mbinguni. Nipe moyo safi ili niingie mbinguni. Siku ya leo nimeokoka katika jina kula Yesu. Amen. Tunawaombea wapendwa, inua mkono juu sana, funga macho. Inua mikono, funga macho. Na mkaribisha Roho Mtakatifu moyoni mwako. Ili kila kitu sasa imebadilika. Umerudi kwa Bwana. Umerudi kwa Jehova. Baba, katika jina kula Yesu naomba uweze kuwafunika wapendwa na damu ya Yesu. Uweze kuwaosha na damu takatifu la Yesu. Uweze kuwatakaza na damu ya Yesu. Sema kama na sasa. Uweze kuwaosha na kuwatakaza na damu takatifu la Yesu. Baba, naomba kila mmoja umweke uhuru. Wale wamesumbuliwa na mapepo na wale wamesumbuliwa na mawazo mengi na moyo chafu, waweke huru sasa kwa nguvu ya damu ya Yesu. Baba, naomba bariki kila moja. Ondoa laana kwa nguvu ya damu ya Yesu. Ondoa mapepo machafu kwa nguvu ya damu ya Yesu. Ondoa tamaa mbaya ya usherati kwa nguvu ya damu ya Yesu. Ondoa kila aina ya pepo, kila aina ya laana kwa nguvu kuu ya damu ya Yesu. Badilisha moyo ya kila moja hapa. Wapatie moyo safi, moyo inayekubalika mbele zako. Waoshe wapendwa hawa na damu takatifu la Bwana Yesu Kristo. Naweka mikononi mwako Baba. Bariki kila moja, bariki kazi zao na jamii yao, na zaidi bariki umilele yao. Naomba haya katika jina kuu la Yesu. Amen. Bwana Yesu wabariki sana wapendwa. Bwana wabariki na kuwa pamoja nani. Asante sana, mrudi pole pole. Worship team ya kanisa mna ama hata vijana mnaweza abudu nyimbo moja, mwabudu nyimbo moja. Ninaomba ruhusa kuondoka na security team yangu. Vijana watabaki nyuma kidogo pamoja na reverend. Mtakuja baadaye. But let's allow me niondoke. Askofu, niko na kazi mingi sana mbele yangu leo. Lazima tuandae